إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته ومن سار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنه من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لم يحتسب. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله ولا تعجز. ولو نابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل شاء الله، وما شاء الله فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. أحبة، Mtume sallallahu alayhi wasallam, mkweli mwenye kukubalika, mkweli mwenye kukubaliwa, anasema akitoa maelekezo ya kweli yenye kukubalika hata kwa wasiokuwa na imani, anasema المؤمن القوي خير. Mu'min mwenye nguvu, mu'min yeyote yule wa mahala popote pale, huyo mu'min ni kheri. Mu'min mwenye nguvu ni bora, ni kheri, apendwa na Mwenyezi Mungu, min almu'min adh-dha'if, kuliko mu'min lakini ni dhaif. Wa fi kullin khair, lakini pamoja na hivyo, katika wote wawili hawa, mu'min mwenye nguvu na mu'min aliye dhaif, ndani yao kila mmoja
kuna kheri, lakini mu'min mwenye nguvu ni bora zaidi, ni kheri zaidi, na anapendeza kwa Mwenyezi Mungu zaidi kuliko yule mu'min ambaye ni dhaifu. Akaendelea kusema, ihris ala ma yanfa'uk, siku zote pupia, siku zote kuwa na pupa, siku zote jishinikize, jiwekee shinikizo la kutokamana na nafsi yako mwenyewe kwa ajili ya kuyapupia yale mambo yenye manufaa na wewe, manufaa na wewe, manufaa katika dini yako, manufaa katika dunia yako, yapupia haya mambo. Wasta'in billah, si tu basi unapojiwekea shinikizo hilo la kupupia mambo yenye manufaa na wewe katika dini yako na akhira yako, usisahau kutaka msaada wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna linalokuwa bila ya msaada wa Mwenyezi Mungu. Wasta'in billah, si tu basi, wala ta'jaz, usikubali kushindwa siku zote. Weka mambo yako yenye manufaa na wewe, usikubali kushindwa. Ukikuta njia zimeziba, ukikuta milango imefungwa, badili njia nyingine, tafuta mlango mwingine, lakini usikubali kushindwa. Wala ta'jaz, Mtume anasema hivyo, makatazo, usikubali kushindwa. Walau nabaka shay, na endapo utapatwa na jambo lolote, usiseme fala taqul, usiseme law anni fa'altu shay, law anni fa'altu kadha lakana kadha. Usisononeke ukawa unajilaumu, ukawa unasema hili limenipata kwa sababu hivi, kwa sababu vile. Lau ningefanya hivi isingekuwa hivi, lau ningefanya vile isingekuwa vile. Usiseme lau, inge. Usipende kutia inge katika mambo yako. Ingekuwa hivi isingekuwa hivi, ingekuwa hivi ingekuwa hivi. Usipende kutia inge mara kadhaa. Fa inna lau, kwa sababu hiyo lau, kwa sababu hiyo inge, ninge, hiyo ilo neno hilo, taftahu amala shaitani, walinafungua kazi ya shetani. Ni mlango ambao shetani anautumia kuingia katika nafsi yako. Shetani ni mtaalamu sana katika mambo yake. Aliapa kuwapoteza wanadamu. Hata katika neno, ukiteleza neno tu lisilofaa, shetani analidaka, analitumia. Walau nabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha. Pupia juu ya jambo linalokufaa, usikubali kushindwa. Na lau kama utapatwa na jambo, usiseme lau kama ningefanya kadha isingekuwa kadha. Usiseme hivyo. Walakin qul, lakini siku zote sema neno la kumvunja shetani miguu yake na mgongo wake. Sema sha Allah, hili limekuwa kwa sababu ya utashi wa Mwenyezi Mungu. Wama shaa faal, na lile ambalo Mwenyezi Mungu analitaka ndilo analolifanya.
Ndugu zanguni, hadithi Mtume kaianza kwa kusema almu'min alqawiyyu, mu'min mwenye nguvu. Neno quwwa, neno nguvu, lafdhun amun yashmalu alquwwata fil iman. Hilo neno hilo quwwa ni neno ambalo ni am, ni common noun, ni neno ambalo linakusanya vitu vingi. Ndani ya neno qawi, ndani ya neno quwwa, yashmalu alquwwata fil iman, inaingia ndani ya neno hili nguvu katika iman, wal quwwatu fil ilmi, inaingia ndani ya neno hili nguvu katika elimu. Mtu kuwa na elimu yenye nguvu, si elimu dhaifu. Ndio maana wanawachuoni wa somo la ijtimaa wanasema hivi: yajib ala almu'min an ya'rifa min kulli shay'in shay'an. Ni wajibu kwa mu'min kujua katika kila jambo, ajue kitu katika jambo hilo. Thumma innahu idha takhassasa ala shay'in, thumma innahu idha takhassasa bi shay'in fala budda an ya'lamahu kullah. Kisha baada ya kujua katika kila kitu, lakini pale atakapo specialize katika jambo fulani, katika mada fulani, lazima ajue kila kitu katika mada hiyo. Kwa kufanya hivyo atakuwa ametekeleza mantiki ya quwwatun fil ilmi, nguvu katika elimu. Wayashmalu alquwwatu fil iqtisad, neno nguvu, neno qawi, inaingia pia katika maana hiyo, kuwa na nguvu katika uchumi. Ihrisa ala ma yanfa'uka, ukiwa na nguvu katika uchumi, fa anta khairun wa habbu ila Allah. Wal quwwatu fil aqli wal badan, pia inaingia katika maana hiyo, kuwa na nguvu katika akili, uwezo mzuri wa kutafakari. Kwa maana hiyo, usipige vita akili yako, usitumie vitu vya kuhujumu akili yako, ukaifanya akili yako idhofu, iwe na uwezo dhaifu wa kufikiria. Ghalat. Yashmalu alquwwatu fil aqli wal badan, na kusana inaingia ndani yake nguvu katika mwili. Takiwa uwe na afya, mwili wenye nguvu, uwe na afya, ufanye mazoezi. Usikubali kuwa na mwili lelemama, usiwe na mwili lala hoi, utakuwa ni dhaifu. Fukuza vitu vya kukufanya wewe uwe dhaifu, uwe ni qawiyu fi badanika, qawiyun fi aqlik. Fi dhalika bidhalika takunu ahabba ila Allah wa khairun. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. أيها المسلم، إن الإسلام يريد منك أن تكون دائما قويا متينا معتمدا على نفسك لا على الناس. Elewa ndugu yangu Muislamu ya kwamba Uislamu, wewe umeingia hapa msikitini wakati huu, uko hapa, umeacha shughuli zako, uko hapa kwa sababu wewe ni nani? Kwa sababu wewe ni Muislamu. Elewa huu Uislamu ulionao, yuridu minka, unakutaka wewe, antakuna daima, uwe daima, siku zote, wakati wote, mahala popote, uwe qawiyan matina, uwe mwenye nguvu, makinifu katika kila jambo. Mu'tamidan ala nafsik, Uislamu unakutaka uwe ni mwenye kujitegemea, kuitegemea nafsi yako. La ala nas, usiwategemee watu. Kutegemea watu ni ghalat. Kitegemea watu utakuwa wewe ni muongo.
utakuwa muongo katika nini? Unaposwali wewe swala 5, katika kila rakaa unasoma suratul Fatiha. Katika hiyo suratul Fatiha unasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wewe tu tunakuabudu, wewe tu tunakuomba msaada. Katika kila rakaa walisema hili neno. Unachukua ahadi kwa Mwenyezi Mungu katika kila rakaa. Katika masaa 24 ukiswali swala 5 tu utakuwa neno hilo umelitamka mara 17. Na ikiwa utaswali na swala zingine za sunna utakuwa umelitamka neno hilo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zaidi ya mara 17. Halafu unalitamka hilo neno kiaga, unakitoa hiko kwa Mwenyezi Mungu wakati wote, mara zote hizo. Halafu bado unawategemea watu kadhaa. Ghalat. Uislamu unakutaka uwe qawiyun matin mu'tamidan ala nafsika la ala an-nas. Wa idha sa'alta aw ista'anta falyakun billah. Ikitokea kwamba unaomba au unataka msaada, basi maombi yako hiyo ni kwa nani? Kwa Allah. Msaada wako unatarajia kwa nani? Kwa Allah. Kama hivyo unavyosema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Usiombe kaburi, usiombe mzimu, usiombe mkuyu, usiombe jini, usiombe shaitani, usiombe kaburi, usiombe watu. Omba nani? Allah, ambaye kakuumba wewe na kawaumba hao watu. Muombe yule ambaye hao watu wewe unawaomba wao wanamuomba yeye, na wewe muombe yule anayeombwa na hawa. Ndio maana unasoma hiyo katika suratul Fatiha, unasema ihdina siratal mustaqim. Ihdina ni wewe peke yako useme ihdini, useme niongoze, bali unasema tuongoze. Yani kwamba maana yake ni nini? Unaingia katika foleni ya hao ya Allah wanaokuomba wewe peke yako, na mimi naingia katika foleni hiyo ya kukuomba wewe tu. Ihdina siratal mustaqim. إذا سألت أو استعنت فليكن بالله. يروي أئمة الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. Abdullah ibn Abbas anasema siku moja nilikuwa radifu wa Mtume. Abdullah ibn Abbas alikuwa ni kijana mdogo. Mtume akifariki umri wake kati ya miaka 11 au 12 wakati Mtume alifariki, lakini alikuwa na akili sana na alikuwa na elimu sana. Siku moja na udogo wake huo wamepanda kwa farasi au punda au ngamia. Yeye alikuwa nyuma ya mgongo wa Mtume. Ndio maana nasema kuntu radifa, nilikuwa nimepanda kwenye kipandwa na Mtume nikiwa nyuma mgongoni kwake. Faqala li, akanambia: ya gula, kijana wewe, inni uallimuka kalimatin, mimi napenda nikufundishe maneno nyasia zenye maana kwako, zenye faida kwako. Zizingatie maneno hayo, yazingatie, zizingatie nyasia hizo. Ya kwanza, ihfadhillah yahfadhuk, muhifadhi Mwenyezi Mungu naye Mwenyezi Mungu atakuhifadhi. Mlinde Mwenyezi Mungu katika nafsi yako, naye Mwenyezi Mungu atakulinda. Ihfadhillah tajiduhu tujahak, muhifadhi Mwenyezi Mungu. Ukimhifadhi Mwenyezi Mungu
utamkuta yuko mbele yako pale utakapokuwa na shida. Nini maana kumhifadhi Mwenyezi Mungu? Yaani usimaasi, usikiuke mafunzo yake, usikiuke maagizo yake. Anapokutaka uwe usikosekana, asipokutaka uwe usionekane hapo. Ndio maana kumhifadhi Mwenyezi Mungu. Asilokutaka kulifanya usilifanye, analokutaka ufanye lifanye. Huko ndio kumhifadhi Mwenyezi Mungu. Ukifanya hivyo, tajiduhu tujahak, utamkuta Mwenyezi Mungu yuko mbele yako, wala huhitaji kumuita kwa masaa mengi. Ukisema tu tayari ashakusikia. Taarraf ila Allah fi rakhai ya'rifuka fi shidda, jipendekeze kwa Mwenyezi Mungu wakati unapokuwa katika raha. Jipendekeze kwa Mwenyezi Mungu, naye Mwenyezi Mungu ya'rifuka fi shidda. Mwenyezi Mungu atakujua wakati unapokuwa na shida. Unajua kujipendekeza, yani kujikomba komba. Sio vizuri kujikomba komba kwa yoyote yule. Nyoka tu hivi, kuwa mkweli. Kule kupenda kujikomba komba, lazima utapinda, lazima utapindisha. Lakini nyoka, ukitaka kujikomba komba, jikombe kombe kwa Mwenyezi Mungu. Ukitaka kujipendekeza, jipendekeze kwa Mwenyezi Mungu. Taarraf ila Allah fi raha, jipendekeze kwa Mwenyezi Mungu wakati unapokuwa katika raha, uko katika neema. Jipendekeze kwa Mwenyezi Mungu. Halafu yaarifuka fi shidda, Mwenyezi Mungu atakujua, atakutambua wakati unapokuwa wewe na shida. Binadamu ana tabia kwamba anapokuwa katika raha anamsahau Mwenyezi Mungu. Akishapata tu na kitu cha matatizo tayari anarudi kwa Mwenyezi Mungu. Anaomba dua haitikiwi, anaomba dua haitikiwi. Shida kumbuka mwenyewe. Sikumkumbuka Mwenyezi Mungu nilipokuwa na raha, ndio maana hanikumbuki. Watu wanapoteza mvua inapotea, wanakimbia wanaanza kuomba dua, ya Allah tunaomba manyeshelezo. Alafu dua haitikiwi dua. Wanaanza kusema kwa nini, imekuwaje? Urudini kwenye nafsi zenu, jiulizeni. Tulipokuwa na neema hatukumkumbuka Mwenyezi Mungu, na ndio maana sasa tuna shida, Mwenyezi Mungu hatusikilizi. Taarrafu ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda. Kaendelea Mtume kumwambia Ibn Abbas, fa idha sa'alta, narudi kwenye maudhui yetu sasa. Fa idha sa'alta fas'alillah, pindi unapoomba muombe Mwenyezi Mungu. Wa idha sta'anta fasta'in billahi, ukitaka msaada taka msaada kwa Mwenyezi Mungu. Wa'lam anna al-ummata, na Ibn Abbas we elewa, jua kwa yakini ya kwamba law anna al-ummata, kwamba ya umma wote, wa mwanzo wao mpaka wa mwisho wao, mkubwa wao na mdogo wao, tajiri wao na maskini wao, mtawala wao na mtawaliwa wao, wote ijtama'at, wamekusanyika, ala an yanfa'uka, juu wakongamane juu ya jambo moja tu, nalo ni kukusaidia wewe. Lam yanfa'uka bi shay'in, hawataweza kukusaidia na kukunufaisha kwa jambo lolote, illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, illa kwa lile jambo ambalo Mwenyezi Mungu kakuandikia kwamba ulipate. Walau ijtama'u, na lau kama watakusanyika, ala an yadurruka, juu ya kwamba wakudhuru, wote wamekusanyika wakakubaliana kwamba wakudhuru, lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk, hawatakudhuru illa isipokuwa kwa jambo ambalo Mwenyezi Mungu kakuandikia likupate, ndilo litakalokusibu. Wama tashauna illa an yasha Allah. Kaa ukielewa hivyo, ukiwa unaelewa hivyo, ukiwa na msimamo huo kwamba hakuna cha kukudhuru ila Mwenyezi Mungu amekipanga, hakuna cha kukunufaisha ila Mwenyezi Mungu kakipanga, hata pressure haitakuwako. Kama itakuwako haitakuwa inapanda, itakuwa iko tu, itakuwa imeexpire, ipo tu kama boya, kwa sababu unajua chochote ni kadari ya Mwenyezi Mungu.
maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akimuhusia nayo kijana mdogo Abdullah ibn Abbas. Lakini kawaida za kisheria zinatuambia kwamba Mtume akisema na mtu, maneno yake hayo kwa huyo mtu yanamhusu yeyote yule awaye. Hadithi aliambiwa Ibn Abbas na inamhusu mtu yoyote wakati huo paka sasa paka kesho, wanahusiwa na maneno haya. Wa'lam law anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu lak, wa law ijtama'at ala an yadurruka lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayk. Wanawachuoni wa somo la tarikhi wanasimulia ya kwamba, somo la historia, wanasimulia ya kwamba kulikuwako na mwanachuoni mmoja wa kitabiin alikuwa anaitwa Salim. Siku moja mwanachuoni huyu yuko kwenye al-Kaaba, kwenye tawaf wakati wa haji, akakutana na mtawala wa wakati huo Harun al-Rashid akakutana katika tawaf. Harun al-Rashid alikuwaga amesikia sana sifa za huyo mwanachuoni tabi'i Salim yuko hivi, Salim. Harun al-Rashid alipojua kwamba huyu ndiye Salim, akafanya haraka kumsogelea, akamwambia, asalimun ant, je, wewe ndiye yule Salim nimsikiaye habari zake na sifa zake? Salim akajibu naam. Harun al-Rashid akamwambia, salni u'tika, niombe unachotaka nitakupa. Niombe unachotaka nitakupa. Hivi umekutana na Mama Samia akwambia hivyo, utaomba nini wewe? Fakir, sawir, anta almuwajjah ilayka hadha as-su'al, madha kunta taqul? Lakini sikia, Salim akamuuliza Harun al-Rashid, akamwambia astahyi an as'ala ghayra Allah wa ana fi baitillah. Allahu akbar. Naona haya, naona soni, naona aibu kumuomba asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na ilhali mimi niko ndani ya nyumba ya Mwenyezi Mungu. Harun Rashid akanyamaza. Wakaendelea na tawafu mpaka wakamaliza. Wakaenda Safa na Marwa wakamaliza, wakatoka nje ya msikiti. Harun Rashid hajamwacha, akamfuata, akamwambia, salni u'tika. Sasa tumeshatoka msikitini bwana, niombe nikupe, niombe unachotaka nikupe. Salim akamuuliza Harun al-Rashid, as'aluka min amri dunya am min amri al-akhirah, nikuombe jambo la kidunia au jambo la kiakhira? Shekhe mwenzangu wewe, as'aluka min amri dunya am min amri al-akhirah, je, nikuombe jambo la kidunia au jambo la kiakhira? Harun Rashid akamwambia, ana la amliku min amri al-akhirati shay'an bal salni min amri dunya, mimi similiki chochote katika jambo la akhira, sina uwezo nalo, niombe unachotaka katika mambo ya kidunia. Salim akamwambia, idha kuntu astahyi an as'ala ad-dunya min Allah alladhi khalaqaha fakayfa as'alaha min 'abdin mithli.
Ikiwa mimi naona aibu kuomba dunia kutoka kwa Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyeiumba dunia, naona aibu kumwomba yeye huyo, vipi leo niombe dunia kwa mja kama mimi? Kifa hada? Harun Rashid akashindwa. Yani huyu shekhe alikuwa anataka kumpa darsa mtawala, anataka kumwonesha msimamo wake, utekelezaji wake wa neno iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ndugu zanguni, khutba inasema inna su'ala an-nasi dhulmun lin-nafsi li'annahu dhillatun lighayri Allah wa dhulmun lin-nasi li'annahu adhiyatun lahum. Mtume akikataza kuwaomba watu ni kwa sababu kuomba watu ni unaidhulumu nafsi yako, kwa sababu unaidhalilisha kwa asiyekuwa Mwenyezi Mungu, na ni dhulma kwa watu kwa sababu unawaudhi hao watu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الصادق الأمين إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. أكثروا من الصلاة والسلام على من أمركم مولاكم بالصلاة والسلام عليه. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية العشرة المبشرة، وعن سائر الصحابة، وعن تابعيهم وتابع تابعيهم. وارض اللهم عنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والميتين إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هون علينا كل عسير والتف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين.
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، في فلسطين وفي لبنان وفي كل مكان يذكر فيه اسمك. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم وانصرهم على عدوهم، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muhammadin TV, pamoja tuelimishane.